Msanii Tumbili ndio ameshikwa siku ya jana. Why? Hispania kule. Akatiwa selo. Kafanyaje? Mwanangu Tumbili, unajua mara nyingi huyu jamaa huwa anamwambiaga, bwana endesha gari ambayo ina number plate, tuseme number plate inaharibu shape ya gari. Walishikwa kwa sababu ya number plate? Na nikishuku wacha tumuulize. Yo Tumbili, mtu kama Bilimia inakuaje kaka? nipange kakaangu nisikie. Bwana niko hapa hivi na Mbaruku Mwalimu na DJ Ian. Mbaruku Mwalimu. Inakuaje mzee baba? Salimia sana DJ Ian. Ndugu yangu, jina kubwa kama wewe unashikwa aje Tumbili bwana? Alafu unalala ndani selo, unalala selo. Unajua kitu hamjui ni hivyo ndo nchi ina generate revenue. Sasa usiposhikwa nchi itatengeneza aje barabara? Tumbili ulishikwa wapi? Afande alale njaa. Wakili yako na bills. So lazima tu ushikwe ndio wapate kazi. Manze. Ulishikiwa wapi? Ukifanya nini na kwa nini? Mimi nimekuwa hiyo kijiji cha Nyaboanze, kwa wale the richest content creators, wale YouTubers wanaishi hiyo mtaa. Ndio. Sasa walikuwa wamenialika for niwape tips. Okay. Mimi nikaenda pale. Nilikaa pale for some time. Sasa nilifaa kutoka when I was leaving. Nilitoka around saa 12 asubuhi I started driving. Hiyo ni county gani? County ya Migori pale Hispania. Pale karibu na boda ya Kenya Tanzania. Naam. Sasa wakati nilikuwa natoka, kuna hiyo roadblock ya kwanza kabisa. Naam. Kuna polisi mwanamke akanisimamisha, mimi nikajua anataka kunisalimia. Nikasimama. Sasa kesi ni kwamba sikuwa nimedisplay insurance. Alafu pia zile gurudumu ya kushoto, I think kushoto ama sijui ndo kulia, ilikuwa imeisha. Sasa ikakuwa ni wale hawatambui negotiation. Na hawajui huu ni Tumbili. Wanajua, lakini sasa tunajua hapo ndo sasa kwenye point inatokea. Unajua kuna tu utamu fulani ukuwa sasa tena wewe ndo uko juu ya mtu, yani una take advantage. So wale ni kama wanalipwa vizuri sana unlike hawa wengine. Tumekuelewa. Ambia madam unasema aje? Tuongee. Unajua ukishasema tuongee wanakuelewa. Anasema sawa, ongea. Lakini huyu alisema hapana, hatuwezi ongea. Twende tu wewe. Sasa mimi nikakataa. Akapigia afande mwingine, akamwambia unajua afande wengi most of the time hizo calls zao wakipigaga simu kuja uchukue gari inakuwaga fake. Huwa sio kweli? Hapana, inakuwa ya kukuuzia uoga, lakini ile ya jana naye ilikuwa kweli. Wewe kadhano na kuuzia uoga? Nilijua ni zile za kawaida. Ikawaje? Kidogo kuna ofisa amefika hapo. Ametoa kofia yake, akabaki na kipara, akanipea kofia nimbebe. Toka nje ya gari, mimi ni kuendesha, ni kama skills zako za kuendesha zimeisha. Akaendesha gari, mimi nilicooperate. But nikamuelezea kwa nini sikuwa na hiyo insurance, kwa sababu ilikuwa imeexpire tarehe 2 hii mwezi. Naam, na ilikuwa weekend. Nilikuwa nimesafiri huko. Sasa ni jamaa wangu wa insurance agent wangu alikuwa ashiki simu. Lakini nilipiga simu saa hiyo akanitumia, lakini afande akasema hapana, wewe tulishakushika bila. Kwa hivyo haiwezi kuwa ati kunde pojo mbaazi. Na ile taya ilikuwa imeisha kwa sababu wakati nilisafiri huko, unajua Lancer ilizunguka sana hiyo Western. Finally wakati nilifika Migori nilipata tire burst. Na ile tire ilikuwa tired. Sasa nilitafuta jamaa niuzie mpya, akaniambia mpya itaingia Monday. Kwa hivyo ukachukua second hand. Sasa hiyo mzee yake ilikuwa hata mzee kuliko ile yangu. Ambaye ilipasuka. Ikakukosti. Sasa wakaniambia wewe tutakusaidia. Afande aliniambia tutakusaidia usijali.
wakafika hapo station, wakaitafutia parking, wakalock, wakachukua kifungu. Nikaingizwa cell na mabusu wengine wa kunyongana, sijui nani amefanya nini, amekula. Hiyo ni mida saa ngapi? Hiyo sasa ni saa 2 asubuhi. Ni mapema sana. Sasa baadaye niko cell, Mariamu ikaitwa. Napelekwa kotini huko Kehancha. Akiani. Sasa tukabebwa mpaka Migori prison. Pale wakatoa tena watu wengine wa kunyonga watu, wa kuua watu. Kachanganywa nao. Mimi kwanza nilipigwa pingu na mzee wa defilement. Mzee fulani wa kama miaka 70. Najua ulimpiga mastori hapo, ulimuoji wewe. Hata pingu haiko imemshika vizuri. Ukaogopa. Sasa pale kotini nikaitwa, nikakubali mashtaka, wakanipiga fine. Singapi? Ya 1500 kila makosa. Makosa mawili sio 10,000. 15,000 ikapotelea. Ukalipa? Lakini tunafurahi. Wale vijana wetu wa pale Nyabwanse waliniambia usilipe hata shilingi. Here we make money. Okay. Aya, Maru alituma pesa. Kwa sababu hata Maru alijaribu kupigia hata simu kwa ofisi. Lakini it was late kwa sababu already nilikuwa kwa Mariamu unaenda kotini. Uko processed yani. Lakini akatuma vijana. Na baadaye pia akatuma pesa ya cash bail. Tumbili nikuulize. Yes. Sasa kama uko Hispania ndugu yangu. Na jana niliona watu ulipo introduce pale walikuwa wanakula mbuzi. Yule ni mbuzi ama ni mbwa yule? Wapi kule? Kule 034. Watu wa mbuzi, unajua watu wa mbuzi walikuwa impatient. Waizai kukula hizo vitu bila mimi. Mimi ndio nawaambiaga twende left. I thought so. Mimi najua wewe ndio unapangaga hizi vitu. Sasa unaona hata walikula mbuzi kama wameboeka sasa. Walikula mbuzi kama wameboeka, wako wamechangamka. Unaona hata tajiri alikuwa ameboeka. Amekumiss na semi. Kula mbuzi lakini mbuzi ina taste omena kwa sababu wangoje. Shukrani sana Tumbili kuongea nasi. Pole sana kwa masaibu. Pole sana. So barudi Nairobi. Sana. Tumbili. Ashaenda. Oya. Ameenda mwanangu. Amesema amerudi Kanairo. Wadau, yani na ni mimi ningependa kupongeza maafisa wa polisi. Kwa nini? Hawakuchukua hongo. Tunaongea nini? Twende tuongee mbele. Na maafisa wa polisi wafanye kwa hivyo ndio ili serikali itengeze pesa. Si kwamba zinaishia pale barabarani tu ati tuongee. Naongea nini? Na wamesaidia maisha kwa sababu ingebasi lita nyingine, sio? Because this lack of displaying insurance or plate number au pia kuenda na matairi ambayo yameharibika. Ni mbaya na ni hatari kwa maisha yako. Niseme hivi, leo tarehe ngapi? Leo ni tarehe 6 mwezi wa 2 2026. Unapata mtu kama Tumbili anakuambia tuongee, unakataa, na mtoto wako next Monday anafukuzwa school fees. Whatever you do with that information is none of my business.